Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi wako tena, Pastor Peter Shege. And again, I want us to share the word of God. This day is a new day. Na Mungu hutia maneno yake ndani ya mioyo yetu. And today I want to be speaking about overcoming the spirit of rejection. Overcoming the spirit of rejection. And I want us to read the Bible in the book of Judges 11 from verse 1. Judges chapter 11. Waamuzi 11 kuanzia mstari wa kwanza. The Bible says, Jephthah, a brave soldier from Gilead, was the son of a prostitute. His father Gilead had other sons by his wife, and when they grew up, they forced Jephthah to leave home. They said to him, "You will not inherit anything from our father. You are the son of another woman." Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob. There he attracted a group of worthless men, and they went aloud with him. It was some time later that the Ammonites went to war against Israel. When this happened, the leaders of Gilead went to bring Jephthah back from the land of Tob. They said, "Come and let us and lead us so that we can fight the Ammonites." But Jephthah answered, "You hated me so much that you forced me to leave my father's house. Why come to me now that you are in trouble?" And they said to Jephthah, "We are turning to you now because we want you to go with us and fight the Ammonites and lead all the people of Gilead." Jephthah said to them, "If you take me back home to fight the Ammonites, and the Lord gives me victory, I'll be your ruler." Verse 10, they replied, "We agree. The Lord is our witness." So Jephthah went with the leaders of Gilead, and the people made him their ruler and leader. Jephthah stated his terms at Mizpah in the presence of the Lord. Father, bless your word in Jesus' name. Overcoming the spirit of rejection. Tutakuwa tukiangalia huo ujumbe maybe today and some other time, Mungu akitujalia. Roho ya rejection ni roho ambayo imekuwa ikisumbua watu wengi sana. I've been interacting with people, speaking with people, na wengi wananiambia, "Pastor, I don't know why I'm going through this." Na jaribu hii inashindikana, nachukiwa na watu, kanisani sipendwi, kwetu nyumbani sipendwi. Unakuwa the black sheep of your family, the black sheep in the business market, the black sheep in the church. Na inakuwa ya kwamba many wanapitia katika changamoto ya kukataliwa. As we look upon the Bible today, na maybe sometime later, I'll be giving examples of people who stood ground and overcame the spirit of rejection. And in this example, in the book of Judges 11, we see Jephthah, a man who was born by a very prominent man called Gilead. Gilead was a rich man. Kule Gilead kulikuwa kunatoka mafuta ya uponyaji, the balm, ile Biblia inaita the balm of Gilead. Na Yesu Kristo baadaye anakuja kuitwa the balm of Gilead, meaning ya kwamba Gilead had a name. This was a man ambaye alikuwa ni tajiri. Na in one occasion, he went out of wedlock and akarara na kahaba. Then he took the son home. Akachukua ule mtoto ambaye amezaa kule nje, akamleta nyumbani. Akamleta kwa mke ule ambaye ameoa, mke wa mbuzi, vile ambavyo siku hizi kunaitwa the goat wife. Akamleta kule. And the goat wife
naye akazaa, akatia bidii, akazaa vijana wanaume. And it happened, walipoanza kukomaa, they realized ya kwamba this guy is about to inherit our father, but the mother is a strange woman, is a prostitute. Wakaungana and they made a league against Jephthah. Now the next thing, they forced him out of the home, telling him, you will not inherit together with us. You will not inherit our father because you are the son of a prostitute. I want to speak with somebody. Tukianzia hapo. Some of the grounds of being rejected, it is your background, your history. Kuna watu tu wanakujua tu. They know you. Wanakujua tangu uzaliwe, wanakujua ukiwa mdogo, walikujua wakati ulikuwa unatembea miguu, ulikuwa unatembea bila nguo. Wanajua geti ya kwenu, wanajua umaskini, wanajua uchochole, wanajua hali zenu zote. They know your background very well. That is one of the areas where watu tu kukuangalia and they look down on you. They start rejecting you. Wengine mlisoma na wao na wanajua ya kwamba walikuwa wanakushinda masomoni. Ama wengine ulikuwa unawashinda, and because of jealousy and envy, they start ignoring you and rejecting you. Wengine ni kwa sababu ya majina. Unakuwa ya kwamba jina lako maybe lina attract rejection. Kuna majina tu ambayo tu ni ya kuchukiwa, kwa sababu names carry spirits. Na haya mambo yote yanachangia. These are the foundational causes of rejection. Wengine it is character. Like Jacob, the name and the character ziliambatana. The name Jacob means a thief, a supplanter, a trickster. So wherever he went, lazima angeattract battles za kumkataa, kama kule kwa anko yake Laban. Bwana Yesu asifiwe. So all these foundational factors zilichangia. Remember about the man called Jabez. Mama yake alimuita pain. Jabez means pain. So wherever he went, he attracted pain. People could reject him. People could cause pain on him. He could cause pain on people. So the moment Jephthah realized ya kwamba sipendeki and I'm forced out of home, hakukaa pale, hakufight with these people, he just went. And one positive thing that Jephthah did, he knew he was a leader. Although hapa alienda akaungana na watu ambao Bible inawaita sons of Belial or worthless people, he became their leader. He started his militia group. He started a group of followers. He made his name strong. It is a positive thing, although wale watu waliungana na Jephthah kwa sababu by the time he could realize ya kwamba he is not a leader of worthless people, he is a leader of worthy people. Kwanza aliungana na wale ambao walikuwa maybe wanamhurumia, people like him, watu pia ambao walikuwa rejected. He became a leader. He became a ringleader. Because the Bible says he was a brave leader. According to verse 1 mahali tumesoma, this was a mighty man of Pharaoh, a soldier, a valiant man, born leader. But because of this, he was rejected. The sons of Gilead walitabua ya kwamba this man is a leader. Remember the story of Joseph in the Bible, Genesis. Joseph pia alianza kuota, and because he had a star of leadership, alichukiwa na ndugu zake. Another foundation factor ya kukataliwa, wapendwa, ni kuongea sana. The moment we speak everything ambayo Mungu anaweka ndani ya mioyo yetu kwa watu, there are people who reject you out of envy and out of a spirit of competition. Wanaona ya kwamba you are competing with them. The spirit of competition imefanya watu wengi waumie, wengi wakufe, wengi wanakuwa wanasukumwa mpaka kwa makesi just because of the spirit of competition and jealousy.
So for Jephthah, alipoona ya kwamba amechukiwa na amewekwa nje, he went and started doing something. Hakuenda kukaa pale kujihurumia, calling for a pity party for himself. No, Jephthah moved on. Akaangalia watu wanaokaa kama yeye, and they started a league, na wakaanza kufanya exploits in the land of Tob. Katika hiyo nchi ya ng'ambo mahali alienda, he started his own band, na sifa yake ikafikia wazee wa Israeli. And do you know what? God caused a problem. Ikarise back home kule Israeli, na wakashidwa ni nani atakayetuongoza. Ndugu zake hawangeongoza, they were not born the leaders. Hao si hawakuwa na mafuta ya uongozi hata kidogo. Sio wao walikuwa na mandate ya uongozi. Oh, it was Jephthah. Kumbe unaweza kuwa unakataliwa na wewe ndiye mwokozi. It is something that you need to know and understand. Na umwambie Mungu, help me to overcome rejection, kwa maana najua nachukiwa kwa sababu ya hii. Napitia haya mapito kwa sababu I carry a seed of greatness. I carry leadership. Wanipige wasinipige, I know whom I am, and I know to whom I belong. Hivyo ndivyo Jephthah alifanya. Wakati Israeli kulitokea shida, do you know what? Walienda kumtafuta. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, may God turn things around. Wewe ambaye umechukiwa, wanaokuchukia waanze kusema ya kwamba bila wewe hatuwezi. Katika hiyo jamii waseme huu mkutano huwezi endelea bila wewe. In Jesus name, simu zianze kuingia wakikutafuta. Walisema ya kwamba unalinga, wakuja wakutafuta. Walisema uko na kiburi, unaongea sana, wakakuweka kado. But you are the person who carried the idea to make them move on. Wewe ndiye umebeba sauti ya Mungu kwenu hapo kazini. You are the voice of God. You are that messenger. Na bila wewe sauti ya Mungu haitasikika kwao mpaka wakutafute. So it happened, walipoenda kutafuta Jephthah, it happened ya kwamba naye wakati huu he could not compromise. Angeenda chini ya miguu yao, akawaambia ya kwamba si mlinikataa. Wazee, kumaanisha this thing haikuwa tu ya nyumba yao tu, it was a community thing. Kumbe hata wazee walikuwa involved. Tunataka huyu jamaa atoke huku. So walipoenda kwake akawaambia, si mlinikataa, mliungana na jamii yetu, mliungana na baba yangu, maybe alikuwa mmoja wa wale wazee, na ndugu zangu kunifukuza. So saa hii mnanihitaji wakati mko na shida, kwa nini? So Jephthah wakati huo amesimama ground yake. He has already overcome the spirit. Najua sasa mnanihitaji. Najua sasa mmesikia sifa zangu. Nao mnanihitaji. And it happened. Jephthah akaweka a condition. The Bible says he stated his own requests. He made a demand. Now this is one of the ways of overcoming rejection. The moment you know Mungu amefanya, state your request. You make your demands. In the spirit, make a demand. Mwambie Mungu, sitaendelea na this spirit. In the name of God, this year 2026, mimi sitaendelea na rejection. I want to state my case in the name of Jesus. So wazee wakamwambia, woi, tunakuhitaji this time around. We need you. So akawambia kwamba nikienda na nyinyi, let this be the condition. I state my condition, I state my demand. I'll be your leader. Na wakamwambia, we agree. Na wakaapa mbele za Mungu ya kwamba, and God be our witness. I pray today that God will make things turn around for you. In the name of Jesus Christ, and may God be witness to you that he has made things turn around. In the name of Jesus. Mpendo, najua ya kwamba kuna watu wanapitia rejection. The spirit imefanya watu wengi walie. Wengine wako na ulcers, wengine wamegojeka migraines, wana shida wakiumwa na kichwa, wengine mifupa. Kuna watu mko na kesi makotini, kuna watu mko hospitalini and you're watching me.
na mnapitia hali ngumu, knowing ya kwamba mimi niliwekwa huku na watu. Kuna watu wako katika jela just because of rejection, the spirit of rejection. Kuna watu wamewekwa jela, mtu anasingiziwa kesi ambayo haiko. Unawekelewa rape case, unawekelewa defilement, unawekelewa wizi, unawekelewa defamation, kitu haukufanya. You are innocent before God. The case of Joseph, aliporakataa kulala na mke wa Potiphar, aliwesingiziwa kesi ya rape na akawekwa korokoroni. The case of Jesus Christ, watu wanasema tunamjua, si huyu ni son of Joseph and Mary, na tunajua ndugu zake na sister zake. How can this man have all this wisdom? They rejected Jesus in their own hometown because waliona he is more learned than them. Lakini wakiangalia wanashindwa, alisomea wapi? He is a son of a carpenter. Where has he gotten all this wisdom from? All this power, all this fame? They rejected Jesus katika boma yao. And it is recorded in the book of 1 John chapter 1. In the book of the Gospel of John chapter 1. Ya kwamba walio wakina Yesu Kristo, they rejected him. So you are not the first. People have been rejected. Watu wamekataliwa. Wengine tu ukiinuka kidogo, wengine ukisoma kidogo, wengine ukiokoka tu, kwenu wanakataa wokovu. Ukibadilisha dini tu kidogo, kwa sababu wanataka ukae katika hiyo dini tu yenu, ile walianzia tu, na wewe unasikia roho wa Mungu anakuongoza otherwise. Mpendwa, follow the Spirit of God, follow the leading of God. Go. Hata kama utapikwa, hata kama utakuwa rejected, God will turn things around at his own time, ili approve ya kwa ni yeye anakuongoza. I pray this day that God will change things. Tutaendelea na ujumbe because God has laid it in my heart. There are people who are crying, kama vile nisema cry no more. They are crying because of rejection. May God wipe your tears and change your story, like the story of Jephthah. Tukiendelea kuangalia watu kadha wa kadha ambao they overcame the spirit of rejection. Mungu naanze na wewe unayenitazama, katika jina la Yesu Kristo akubadilishie hali yako. May we pray, we will continue later in Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus, how I commit my viewer, O God, and my listener to you, in the name of Jesus Christ. There are people like Jephthah who are going through rejection. They have a seed of greatness, O God, in them. You have called them, O Jehovah Father, to be mighty men of valor, brave people, women, O God Almighty, of virtue, O God Almighty, people who can transform the society, leaders, O God Almighty, in various sectors of these nation, various, O God Almighty, leaders in the department of the church, O God, leaders in their families, O God. One, I know that people are ailing because of being rejected. Wengine Mungu walitajirika wakapigwa, wengine kwa sababu ya umaskini wao wanapigwa na wale ambao wamefanikiwa kuwashinda. They are being sidelined. Wengine because of their ideas wanaonekana wako erefu kuliko wengine, wanakataliwa even in their job sectors, oh God. Wengine kwa sababu ya bidii yao, wengine kwa sababu ya kibali wanaonekana wanapendelewa na bosses, wanakataliwa, wanapingwa, wanapigwa. God, help your people in the name of Jesus. I commit them to you and I bless them all today that God, you are going to change their story. How, oh God Almighty, we commit everything to you. Let this day be a day of turnaround. Remember the stories of your people. Change them, oh God, for good, to the glory and honor of your name. We bless you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ni mimi wako Pastor Chege. Nifuate katika Facebook, nifuate katika TikTok, nifuate especially katika YouTube, subscribe, na very soon I'll be going live. Tutakuwa tukifanya live recording. Kwa hivyo enda pale nisaidie nifikishe the threshold ya 50 subscribers on YouTube ili nianze kuja live katika jina la Yesu Kristo. Be that person ambaye atasimama nami na Mungu akubariki. Ni mimi wako Pastor Chege Peter. Mungu akubariki. Na wapenda katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom. Amen.